Na ujumbe wa leo ni misingi ya mafanikio katika nchi ya kigeni. Misingi ya mafanikio katika nchi ya kigeni. Wangapi tunataka mafanikio? Sisi sote tunatamani kufanikiwa, si ndio? Toka mwaka uanze, hakuna mtu anayepangilia kushindwa. Haujawahi kutana na mtu ambaye anasema mimi mwaka plani yangu ni kushindwa, plani yangu nisifanikiwe, plani yangu nisiendelee. Hakuna mtu anayepanga namna hiyo. Watu wote wanatamani kufanikiwa, watu wote wanatamani maendeleo. Sasa swali huwa ni hili: kwa nini wote tunatamani maendeleo? Kwa nini wote tunatamani kufanikiwa, lakini si kila mmoja wetu aliye na mafanikio ambayo anayatamani? Kwa nini? Jibu ni hili: ili kufanikiwa kuna kanuni ambazo unatakiwa kuzifanyia kazi ili ufanikiwe. Na usipofanyia hizo kanuni kazi, huwezi kufanikiwa. Kwa nini baadhi yetu tunatamani kufanikiwa, tunatamani maendeleo, lakini hatuna hayo maendeleo? Kwa sababu maendeleo hayajitokezi katika maisha mtu yote hivi hivi tu. Maendeleo yanasababishwa kutokana na sema amina. Kwa hiyo leo tunaangalia baadhi ya kanuni ambazo zitakusaidia kuendelea katika nchi ya kigeni, huku tukiangalia habari za Yusufu. Kwa nini nimetumia mfano wa Yusufu? Yusufu ni kijana ambaye aliota ndoto za kuja kuwa mtu mkubwa katika maisha, na kwa sababu ya hizo ndoto zake, ndugu zake wakamchukia na ndugu zake wakamuuza kwenye nchi ya kigeni. Alipoenda huko kwenye nchi ya kigeni, kama wewe na mimi tulivyotukuta US, Yusufu ana baadhi ya vitu ambavyo alifanya mpaka akaja kufanikiwa. Maana Biblia inasema Yusufu alikuja kujikuta mpaka kuwa waziri mkuu kwenye nchi ya kigeni. Swali ni hili: Yusufu alifanya nini na nini ili aje kufanikiwa kwenye nchi ya kigeni mpaka kufikia ngazi ya kuwa waziri mkuu kwenye nchi ya kigeni? Ndugu zangu, naomba mfuatilie ujumbe. Vijana ambao mko hapo, mfuatilie ujumbe. Wazazi, mfuatilie ujumbe. Uandike wewe, ukae na watoto wako kama wako hapa, kuwaambia. Unaona, Marekani mmekuja ya kigeni, kanuni za mafanikio katika nchi ya kigeni. Ni vitu gani natakiwa kuvifanya kama kijana hapa Marekani ili siku moja nisije kuishia tu kwenye warehouse au company? Halo? Mbona mnanisikia? Maana kwenye utaishia hapa Marekani inategemea na mipangilio ambao wewe mwenyewe utaweka hapo unatakiwa kuwa. Sasa naanza. Misingi gani au ni kanuni gani ambazo natakiwa kuzifanyia kazi ili uendelee katika nchi ya kigeni? Kitu cha kwanza, lazima uwe na maono ya kufanikiwa katika nchi ya kigeni. Kitu cha kwanza ni nini? Uwe na maono. Maisha ya Yusufu ambayo tunaongelea ilianza na ndoto. Biblia inasema Yusufu aliota ndoto. Swali ni hivi: wewe ndoto yako hapa US ni kuwa nani? Ndoto ni nini? Ndoto ni uwezo wa kutamani kuwa vitu vikubwa kesho. Mzazi huko hapa, Mungu amekubariki na watoto 5, 6, 7, 8. Swali ni hili: uko na zao watoto ili waje kuwa nani katika maisha? Ndoto gani wewe kama mzazi ulionao na watoto wako hapa US? Kwenye watoto wako wataishia, mzazi, inategemea kwanza ndoto ulionayo kama mzazi ya watoto wako. Unataka watoto wako waishie akina nani hapa US? Nitawapa mfano. Unaona, hii nchi naipenda sana Marekani. Ni nchi ambayo haina ubaguzi. Kama ulikuja hapa kihalali na ukapata documents hapa, na wewe unakuwa na fursa kama mtu mwingine. Ndio maana hii nchi hivi tunavyoongea inaongozwa na watu wageni. Hao marais ambao waligombea wote wawili wana asili ya ugeni. Babu yake ya Donald Trump alitokea Ujerumani. Mnajua Kamala Harris, mama yake ni wa wapi na baba yake ni wa wapi? Si ndio? Ni mtoto wa mgeni. Si ndio? Obama ni wa wapi? Baba yake alikuwa mgeni. Si ndio? Sasa swali ni hili: wazazi wa hawa walifanya nini na nini hapa US mpaka watoto wao walikuwa marais wa nchi?
na wewe Mungu amekuleta na watoto 7, 10, 5, 3 hapa US. Umezaa watoto hapa ni wa Marekani direct. Swali ni hili. Unataka watoto wako waje kuwa akina nani hapa Marekani? Inawezekana ukiwa na ndoto nzuri za watoto wako kama mzazi, watoto wako siku moja waje kuwa marais hapa US. Sema amen. Amen. Inawezekana wakati baba yake Obama wanazaa Obama, inawezekana wakujua kweli kabisa kama mtoto wako atakuja kuwa rais wa Marekani. Mara nyingi unapokuwa na watoto, usiwe na waona tu watoto. Kwenye hao watoto umebeba mameneja wa benki. Kwenye hao watoto umebeba marais wa nchi. Kwenye hao watoto umebeba maseneta wa nchi. Unaona, mimi na watoto nao usiwafanyie vibaya, maana ujue Mungu anakaribia watakuwa. Sema amen. Kama umekaa karibu na mtoto wako, mguse kitu ndani, mwambie wewe utakuwa mtu mkubwa. Gusa mtoto wako, mwambie wewe utakuwa mtu mkubwa. Sema amina. Sasa swali ni hili, kama mzazi una ndoto gani ya mtoto wako hapa Marekani? Maana kwenye watoto wataishia, huwa inaanza kwanza na ndoto ambao wazazi walionayo ya watoto. Vijana kwenye utaishia hapa Marekani, inategemea na ndoto ulioibeba ya hapa Marekani. Uko hapa Marekani kuwa nani baada ya miaka 10? Baada ya miaka 5 unataka kujiona wapi? Baada ya miaka 10 unataka watoto wako wawe wakina nani hapa Marekani? Aina ya ndoto ulionayo ndio itadetermine aina ya maisha utakayokuwa nayo. Aina ya maisha utakayokuwa nayo inategemea aina ya ndoto uliobeba. Ukiwa na ndoto ndogo ndogo au kidogo kidogo, utaishia na vitu vidogo vidogo katika maisha. Mtu aliye na ndoto kubwa huwa anavutia vitu vikubwa katika maisha. Vijana ambao mko hapa, mnajiona kuwa wapi baada ya miaka 5? Mzazi uko hapa, mwaka nenda mwaka rudi, vitu gani unataka kukamilisha wewe na mume wako baada ya kuwa Marekani baada ya miaka 5? Mlipiaka hapa ni 2019. Mnataka kwanza chini mnajifanyia tathmini baba. Tuko hapa Marekani ni 2019 toka 2019. Kwa nini maisha yetu yako vile vile? Kwa nini mambo hayaendi? Alama mojawapo ya kutokuwa na ndoto katika maisha ni mwaka kuja mwaka kwenda, hakuna kinachobadilika. Hakuna kinachoendelea. Mungu tu pale pale. Kama ni fujo za pesa ndo zilianza toka mwaka 2022. Ni hizo fujo, hakuna kununua nyumba, hakuna kubadilisha kitu. Hiyo ni alama ya kujua kwamba wewe na mume wako hamna ndoto yoyote ya maendeleo. Kama mnataka kuendelea katika haya maisha, lazima kwanza yeye wenyewe uwe na ndoto ya kuendelea. Ngoja sema amen. Sema amina. Amen. Hakuna kitu kinachobadilisha maisha ya mtu kama vile kuwa na ndoto. Ndoto ni nini? Narudia tena. Ndoto ni kutamani kuwa vitu vikubwa kesho. Ndoto ni nini? Ndoto ni uwezo wa kupangilia kuja kuwa mtu mkubwa kesho. Narudia tena. Vijana, ndoto ni nini? Ndoto ni kutamani kukamilisha vitu fulani katika maisha. Chochote unachopangilia kukamilisha katika maisha, hiyo ndio ndoto yako. Labda mfano, huu mwaka wa 2024, ndoto yako ilikuwa tununue. Ujiulize, je, hiyo nyumba ulinunua? Maana mwezi mwaka unaisha, tumewatia na mtu mbili. Si ndio? Kaa chini ufanye tathmini. Ni vitu gani ulikuwa unapanga kuvikamilisha huu mwaka na haukuvikamilisha? Na kwa nini haukuvikamilisha? Wazazi ambao mko hapa, kama kweli unatamani watoto wako nao hapa Marekani waje kuwa watu wakubwa, lazima wewe mwenyewe kwanza uwe na ndoto ya watoto wako. Nitawapa mfano wa mzazi ambaye ana ndoto za watoto. Hapa nimehubiri makanisa zaidi ya 15 toka leo hapo. Nimeenda state mbalimbali, nimehubiri zaidi ya makanisa 15. Moja ya changamoto ambayo nimeona, wazazi wengi, vijana wengi hawana maono. Wakishafika hapa Marekani, maono yao ilikuwa ni kufika tu Marekani. Na wameshafika Marekani, hakuna kitu kingine. Ndio maana akiwa anafanya kazi, akipata pesa,
wengi hawajua hata kitu gani cha kufanyia pesa. Unaona mtu ambaye ana maono, ukipata pesa, haujui nini cha kufanyia pesa zako. Matokeo yake ni nini? Ndio vijana ambao wakipata pesa, kila weekend iko kwenye mastate. Halo? Nataka kuangusha bomba. Alama ya kujua mume wako ana ndoto. Mama wangu. Niangushe. Alama mojawapo ya kujua mume wako ana ndoto. Kila weekend anakutumia message, mama mimi niko naenda state. Hakuna kilio, hakuna harusi. Nani anaenda tu state anakuambia tu hivi niko mtana polisi huko. Anafika kule mtana polisi. Wanasema mtana polisi karibu na wao, ndio wale wanapitia kwa sababu. Baba uko wapi? Shida. Uko shida. Anafika uhali hapa kitu hapa sasa kuna hii ni alama ya mwanaume ya mtu yeyote ambaye hana maono. Ukiona ndugu yako, ukiona kaka yako, ukiona mume wako kila weekend iko kwenye state na hakuna kilio, hakuna harusi, anataka tu kwenda state, alama ya kujua mtu mwenye hana maono. Mwanaume ambaye hana maono huwa sawa na upepo. Kila kwenye upepo unavuma. Wakimwita sasa, tukutane sasa, kuna nini? Wewe ndio kwanza. Ukiona mara yoyote, huwa wanakuita namna hii kwenye simu, watu wanakuita na unauliza kuna nini? Wewe njoo tu. Na wewe huyu ni ndio gari yako na washa gari na unaenda kichwa kinene na una maono. Kama unajiheshimia, wewe ukawa na hii tuta na kuita bwana, nipata tuonane. Okay, kuna nini? Wewe unakuita mtu anakuita kwanza ndio utajua huku. Okay, haina shida, mimi nakuja tu. Na wewe naona chukua gari yako hivi kama umeenda wazimu fulani. Mwanaume mwenye kuwa na maono akina pepo namna hii. Sema amina. Amen. Wazazi wenye kuwa na maono ya kutaka watoto wao waendelee ni wazazi ambao watoto wakimaliza high school wanajipanga watoto wetu wataenda university namna gani. Halo? Nilichokiona hapa, vijana wengi wakimaliza high school, wazazi msikilize, itawasaidia. Wazazi ambao mnakosa maono ya watoto, niwaambie siku mnafanya. Kwanza watoto wenyewe ni wasumbufu. Hawapendi kusoma. Vijana ambao hampendi kusoma, hamjitakiwi mema katika maisha. Mtakuja kuregrete nafasi Mungu aliwapa ya kuwa US. Mtasikitika. Unaona hivi vijana wengi ambao mnakataa shule, amko mnapiga picha. Vijana kama kijana fanya mkono kwa vijana. Wote na mbili fulani. Vijana msikilize ujumbe. Nitaongea kwa vijana ndio nakuja kwa wazazi. Vijana ambao mnakataa shule leo, amko mnaangalia kama unataka uone maisha yako jinsi atakavyokuwa ya magumu, upige picha ya hali ambayo baba yako na mama yako wako wanapitia sasa hivi. Unaona ile maisha ambayo wazazi wako wanapitia ya kampani kurudia. Wewe wenyewe vijana mnaona jinsi gani wazazi wenu wanahangaika. Hadi mnawaambia wazazi wenu. Sasa unapokataa shule na wewe uko na sign mkataba wa kuja kuwa kama wazazi wako. Kijana mwenye akili ni yule anayetamani kuja kufanikiwa zaidi ya wazazi wako. Wakati wowote kijana unatamani na wewe uishie kama wazazi wako, hauna akili. Halo? Hauna hekima. Unaona mimi baba yangu ni mwalimu wa école secondaire, wa école primaire mpaka leo baba yangu mzazi. Nilisema hivi. Jinsi baba yangu yeye aliishia tu kufundisha shule ya msingi, mie nitasoma mpaka nije kuwa profesa wa university. Kwa sababu sitaki kuishia kama baba yangu. Leo hii baba yangu alizaa daktari. Yeye alisha mtesis, leo alizaa daktari. Kwa nini? Mimi nilisema sitaki kuwa kama baba yangu, nataka nifanikiwe zaidi ya nani? Ya baba. Wakati wowote unakataa kuendelea na elimu, maana yake na wewe umesema maisha yangu yote nataka niwe nabii kama wazazi wangu. Sisemi wazazi wetu wako vibaya. Sisemi wazazi wetu hawakujitahidi. Wazazi wetu wengi wamekuja hapa US miaka ishaenda, waweza kurudi na shule. Kuna wale ambao wangekuwa bado na nafasi ya kurudia shuleni wangefanya nini? Sasa nyie ambaye mmekuja hapa mna nafasi ya kusoma, unamaliza high school, unaanza kutamani na wewe ndio mkamba. Unakataa shule ambayo itakufanya na wewe uwe kama Kamala Harris hapa Marekani. Sema huruma.
Sasa wazazi na nini? Wazazi ambao watoto wenu wakimaliza tu high school, wewe mwenyewe unaanza kupushi watoto wa hao. Halo? Wenzako wote maisha hao. Bado mwambie. Wengine ni pressure ya kulipa nyumba. Utafute kazi kama wenzako wanasaidia wazazi wao kulipa manyumba. Na wewe sio unalipa nyumba. Sisemi wasio na wasaidia kulipa nyumba. Ninachosema kama mzazi uko na maono makubwa ya watoto wako, weka mpango wa watoto watu wamalize shule. Mtoto wako akiwa engineer hapa, mtoto wako akiwa daktari hapa, atakuja kununulia nyumba cash baada ya miaka mitano. Amen. Lakini wazazi hawaoni hivyo. Wazazi wako wanaona tu leo amalize high school aanze kusaidia kulipa nyumba. Unashindwa kuwaza huyu mtoto akivumilia shuleni miaka mitano amalize degree yake, anaweza kaja kupata kazi nzuri hapa na akakununulia nyumba cash baada ya miaka mitano. Amen. Mzazi sasa aliye na maono ya watoto ni mzazi ambaye yeye na mke wake wanajipanga, tutahangaika, tutapambana mpaka watoto wetu wamalize university. Amen. Maana watoto wetu wawili watatu wakimaliza university hapa watapata kazi nzuri, na hao watoto wanaweza wakaja kutunulia nyumba cash baada ya muda fulani. Hivyo ndivyo mzazi aliye na maono ya watoto huwa anaangalia au anawaza. Mzazi ambaye yeye anaona tu hapa ni mtoto wangu aje aolewe nipate $25,000. Wangapi mmeshaona video yangu niko nakemea pepo ya kutoza mali kubwa hapo? Mmeshaiona ile video yangu? Yes, tushaona tu. Narudia tena. Niongee sasa hivi. Wazazi wanaotoza hapa mkono. Wazazi wanaotoza mali nyingi hapa Marekani, na ndio tunachosema ni matapeli. Na mabinti ambao hapa naomba msikilize kitu. Wazazi mtanisamehe.